Alikuja kwa nyumba kwa upendo mwingi, moyo wake safi anachukiwa. Madonna kanaongea. Kanaongea wapi? Wapi? Hapo. Nimekaona. Nione. Wewe ona. Mama. Mama, tafadhali nenda job leo, kaa ndani na usifanye kazi yoyote. Kumbuka ulikuja kupumzika tu. Usijali mwanangu. Na wewe Mariam, you're supposed to prepare because today you are reporting to school. Hey, my dear. Mama atakuwa sawa. Of course. Mume wangu, usichelewe jioni. Tunakuhitaji. It's okay. Mama. Niko. Nikirudi jioni Ndio. nakuletea matunda. Nashukuru mwanangu. Mungu akulinde. Mariam, unaona sisi hatuko kwa hesabu. Utawezana mtu na mama yake shemu. Na hii si nyumba ya wazee. Na wewe msichana, kwanza toa miguu kwa viti zangu. Hapo hujakuja starehe. Jikoni na make sure kila kitu imeng'ara. Amuka. Msichana wangu, mgongo na nyuma. Mgongo nyenyenye. Kijijini munafanya kazi tangu asubuhi hadi jioni. Hapa kwangu tunasema mgongo. Amuka. Upige deck. Mimi niwafanyie kila kitu. Mimi si maid. Na poleni sana. Njaa itaniua. Jamani, ningejua mtoto wangu ameoa mwanamke katili kiasi hiki, singelitubutu kukanyaga hapa. Hapa town hakuna chakula cha bure. Fua, uoshe nyumba, alafu tena uchunge hiyo mdomo yako. Aisha. Mama, Ndani. Aisha. Hii kwaje? Niko kwa. Kwani mama anaishi hapa? Mama mkwe wangu anapenda kazi. Hata hawana tabia. Kwa nini unakaa sitting room? Marafiki zangu wakikupata wadhani ninakaa na kichaa. Msichana, ninapumzika tu kidogo msichana yangu. Koma. Nani alikuambia mimi ni msichana wako? Kwa taarifa yako, makao yako jikoni. Shame. Mbona unakaa mkatili shwari to this extent? Kumbuka hii nyumbani ya ndugu yangu.
mtoto wa huyu mama ambaye unatesa. Oh, I see. Wewe ndio wakili wa hii nyumba. For your information, siwezi kaa na shemeji anakaa na mkinisukuma sana nitaua huyo ndugu yenu mnakifanya naye. Nione mtangaikia wapi. Usijaribu kufungua hicho kimdomo eti unaambia Sam. Hey mama. Leo hujanisalimia venye waga unanisalimia, hauna furaha, sijui. Uko sawa kweli? Niko sawa mwanangu. Kweli? Niko sawa mwanangu. Ebe, leo mama amechoka tu. Hata chakula leo hajakula vizuri. Si ndio mama? Yeah. Nilikula. But mom, remember nilikwambia kuja hapa kazi yako ni kukaa, kukula na kurelax. Msichana wangu bwana mwacha chakula tukikula. Sure. Mama akule vizuri. Okay. Yeah, so mimi mchanieni nipumzike. Wewe pumzika. Mkuwe na usiku mwema mama. Ni sawa. Kuna kazi mingi sana leo ya kufanya, nimechoka. Sawa. Kama tutaonana. Haya. Bibi ya kijana wako siko na roho wewe. Huyo mwanamke ni shetani. Wewe wacha. Tunataka kuomba huyu Mungu wa Israeli. Juu yote venye huwa anafanya. Akijidanganyisha hapa ati yeye ni mzuri. Tena niuliza anadanganya bwana yake ati mama amechoka tu. Omba mama. Na mbona upo unaamua kudanganya hivyo? Sasa si alinitishia. Alinitishia akaniambia kwamba ataua mtoto wangu. Ako na roho ya mamba. Unajua nini? Acha tu. Siku yake itafika hivi. Na mimi nashangata Bwana nampendea nini? Tunataka kuomba maombi. Mungu wangu wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wa Israeli, Mungu wa Zayuni, Bwana wa majeshi, wewe ni Mungu siku zote Baba, unastahili. Kando yako hakuna mwingine kama wewe Jehova. Jehova Mungu, ninakupa ndoa ya mtoto wangu Sam. Baba, nikiomba ya kwamba Mungu wangu ukasimamishe hiyo ndoa Jehova Mungu. Haingilie kati ya maisha yao Bwana. Zaidi ya yote ukayomaliza ndoa. Nilikuambia tena nikisikia sauti ya kuomba kwa hii nyumba nitakufukuza. Wewe nilikosea wapi msichana wangu jamani? Nani alikwambia mimi ni msichana wako? Mimi si msichana wako tena. Nikiomba ni makosa. Jamani, nikiomba ni makosa. Mungu wangu, mahali nilikosea, kama niliomba vibaya, Mungu nisaidie. Lakini zaidi ya yote Mungu, wacha mwenyewe kawe mwalimu katika hiyo ndoa. Kawe mwalimu katika moyo wa huyo msichana. Unaitwa mshauri wa ajabu. Mungu wa Israeli, mwenyewe uniamue na huyo msichana, ulete amani katikati yetu na jina lako litatukuzwa. Unanisinya? Wewe ni mzigo kwangu. Kama si wewe, Samu angekuwa mbali, lakini sababu ya uchawi yako. Sijui nani alikuleta hapa kwangu. Wewe ni mchawi na wewe ni mchawi, na hiyo uchawi yako lazima utaikoma. Babe, na leo umefika mapema aje?
Karibu. Nilikuwa napiga na Maje story. Leo unasikia kula nini? Kuku kwa ugali. Bebe. Mama anakuanga fani hivyo. Leo amenichekesha. Mama ako na story nyingi. Huyu mama yangu ako na story. Mama. Wewe ni mzuri na kupenda. Niko. Sikipisha kidogo. Haya, bye mama. Mama yangu karibu. Umeshindaje lakini? Umeshinda poa Pepe. Na wewe? Umeshinda poa, unaendelea. Anyway, can I ask you something? Ask Pepe. Kuna kitu chochote unanificha? Hapana. Sure? Kabisa siwezi kuficha kitu mume wangu. Mbona mama anaavoid sana kuangalia kwa macho? Babe, si unaelewa kawaida ya wazee. Mimi na mama tunapenda jokes. Mimi na mama kitu moja. Na usikia? Yeah. Aisha. Babe, usifanye jokes hapa. Kwa nini mama hapati chakula cha mchana? Imagine mama anakataa yeye mwenyewe. Na unajua mama hapendi kula sana. Aisha. Yeah. Kweli. Sawa. Acha nikuletee kinywaji. Kama Juma. Yes bosi, leo umetaka tuondoke na wewe? unapenda mchezo sana Juma. Sio hivyo bosi. Bosi hivyo. Ukiniita na furahi. Sasa sikia. Kuna kitu nataka nikuulize. Yes. Na usinifiche chochote. Tunaelewana? Tunaelewana. Tunaelewana. Nini huwa kinaendelea hapa? Bosi, unataka kusema ujue yenye inaendelea hapa? Unamaanisha? Bosi, hujaelewa yenye mamaka anapitia hapa. Ati? Mamaka anapitia magumu, bosi. Yes. Bosi. Juma? Yes, madam. Samu alikuwa anakuulizia nini? Bosi. Bosi. Mambo ya bosi na mimi inakuhusu nini? Wewe chunga mdomo yako, bila hiyo utapoteza kazi.
I'm so confused. Unajua, since my mom and sis came to my house, things are not working out. Though my wife ana pretend like mambo iko sawa, but inashuku anamtesa mamangu. Tangu nimpeleke mdogo wangu shuleni, mke wangu akabaki na mama peke yao. I've noticed kuna dalili kwa mamu zenye si za kawaida. So mke wako anaingilia wapi? Anyway, sitaki tu kuamini ya kwamba mke wangu Aisha anaweza mtesa mamangu. Anyway, job inakupelekaje? Kupambana tu hapa na pale, but you're good. Pick up the call. Aisha. Hello. Hello Sam. Aki dadi amekuja, tafadhali nitumie pesa nikamnunulie chakula. Sinadhani kuna chakula kwa nyumba, ama kama ni chakula kipi unaongelelea hapa? My dear. Kumbuka huyu ni babangu tunaongelelea. Hawezi tu kula kitu chochote. He needs to eat special food. Kuna shida bro? Ni Aisha. Bro, I think I have to leave. We shall catch up later. Shukran. But honestly, I don't think Sam is okay. And what might he be going through yenye hata kuniongelesha mimi birthday yake ameshindwa kuniambia. I'll do a follow up nijue nini naendelea. Even though. Karibu baba. Nimekaribia mwanangu. I'm sorry dad. Nilikuwa napigia Sam simu kumchorisha umefika nyumbani. Ndiye arudi nyumbani mapema. Sawa. Unaenda wapi? Unataka kunichafuria hewa mbele ya baba yangu? Mimi usinitia haibu. Ukae humu jikoni. Na kwa taarifa yako, makosa kidogo tu huyo kijana wako. Sawa mama, nimesikia. You better. Mungu wangu nisamehe. Kama ni makosa nilifanya, nilipia kwa namna hii. Mungu wangu. Sijui mtoto wangu alioa nini. Watoto wa siku hizi hata hawana huruma hata kidogo. Mwanangu. Yule ni nani ambaye atakutaki anisalimie? Achana na yeye baba. Ni Sam tu, mtu alileta tu kumsaidia. Na unajua venye Sam anakuanga na huruma sana. Lakini naona Sam akikuja kuniletea wenda wazimu kwa hii nyumba. Mwanangu. Una habari ya kwamba nyumba ambayo inapenda kukaribisha wageni, wakati mwingine unaweza hata kukaribisha malaika. Kumbuka wakati wa Ibrahimu na Sara. Kwa hivyo chunga sana. Aya sawa dad, wacha nikuandalie kinywaji kabla sija kutengenezea something good. That is my girl.
Juma. Boss. Njoo. Juma. Yes, boss. Kuna kitu ulikuwa unataka kuniambia saa zile asubuhi nikiondoka. Nilikuwa nataka nikueleze asubuhi. Lenyewe mambo ya ndoa ya nyumba sio vizuri bosi kuongelea. Lakini unajua hata asubuhi kidogo nipigwe na madamu. Kidogo. Lakini usiniseme kwa madamu. Hey, babe. Babe. Yes. Kwani uliingia saa ngapi? Ndo naingia tu sasa mama. Ndo naingia. Otherwise umekuaje leo? Nimeshinda poa. Labda wewe. Niko poa. Mama wako? Mama anapumzika. Yeah. Babe, imagine kwa muda huu wote na unakuja kuuliza juu ya mama. Na nilikwambia dadi alikuwa hapa na dadi ashaondoka. Kuna shida? Yes, kuna shida kubwa sana. Nilikuambia uwahi nyumbani mapema na unaenda unakaa nje 3 days. Alafu unakuja kuulizia mama. Instead uulize baba. Aisha. Okay, definitely mimi nilijua dad is here na nitarudi nimpate. Are you sure babe? Daddy akai kukungoja. But huko niambia anaenda hiyo siku. I knew dad is here to stay for some days vile ufanya. Daddy anakaaje? Alafu unakuja unaniuliza juu ya mama. Unauliza mama kuliko unaniuliza juu ya mgeni. It's okay, I'm sorry kama nilikosa, but daddy we do talk. Hata nisipompata tunaongea kwa simu. Sijafurahia kabisa. It's okay, I'm sorry my dear. Do this. Ebu nitie mama. I want to talk to her. Aisha. Mwana vile life iko huku nje. Nakwambia ni tamu. Don't worry. I go make everything okay. Every weekend. Munifunze. I go spoil you. Exactly. You are my baby. Yeah. Aisha, umeona hiyo place vile inabamba? Inabamba, nataka munifunze na sitakuwa nakaa kwa nyumba. That is it. Yeah, you're right. Tunaenda huko. Next time. A beautiful lady like you to stay the whole week. Wow. How? Oh, thank you, mama. Aisha, kwani mfanyakazi wako alienda? Mfanyikazi? Kwa nini nikae na mfanyikazi na niko na mfanyikazi? Si ni huyo mfanyakazi mama. No? Yeah. Huyo si ni mama mkuu wako? Mama mkuu wangu? Mfanyikazi wangu. Hii nyumba ya mume wangu. Yeye ni mfanyikazi wangu. Lazima afanye chenye nataka. Oh, okay. Don't mind her.
Just chop it. Hey babe. Huyu alifika mbingu ya 3. Yana alifika mahali alitaka kufika. Na kwamba mume wangu alinitayarishia kila kitu na enjoy. Na yule mnasema eti mkwe wangu afanye kazi. Nilimleta Aisha afanye kazi wangu na mimi nikae starehe. She's beautiful. She can't even struggle. Weekend party. So let us chop food. That is it. Every weekend party. You come relax. Bati. Wacha kuchifanya tu wewe ni mgonjwa ndio Samu akuja aseme eti mimi ndio mbaya. Kwani wewe ulikuwa wapi? Mwanangu akinitengenezea maisha. Alafu unakuja kula starehe hapa kwangu. Wewe utoka hapa kwangu ama ufanye chenye ninataka. Wewe ni mama wa aina gani? Eti umechilalisha hapa. Wewe uamuke hapo. Unasikia? Amuka ama utoke kwangu. Na kama utafuata masharti nao kupa. Njaa. Ndio Aisha. Vumilia kaposha. Mama ni mgonjwa tumpeleke hospitali kwanza. Nilikuwa nataka kupigia simu mume wangu. Just shut up. I've been watching you. Mume wangu. Beba mama tumpeleke hospitali. Stop it. Don't even touch her. Stop it. Open the car. Kila siku ni vita, hakuna tena amani. Mwana anabaki katikati ya moto, hajui achagua upande gani. Upendo wa mama na ndoa yake pia, maamuzi magumu yanamtesa sana. Mama mkwe analia, nani atasikia? Ndani ya ndoa kuna vita visivyoonekana. Mapenzi yamegeuka kuwa maumivu. Hii nyumba sasa imejaa huzuni tu. Mama mkwe vumilia, Mungu anaona. Haki yako ipo, usikate tamaa. Machozi yako hayataanguka bure. Siku moja ukweli utaonekana. Usione kimya chake ni udhaifu. Ndani yake kuna maumivu makubwa. Kila neno linaacha kovu moyoni, lakini bado anaomba kwa Mungu. Nyumba bila upendo si makazi. Heshima ndio msingi wa familia. Tuzijenge. Kulingana na mgonjwa wenyu, stress na njaa inamuumiza sana. What? Yeah. Mama, lakini mbona hujaniambia muda wote? Ningekupoteza. Mke wako alinitishia kukuumiza kama nilikwambia. Nisamehe babe. Aisha, please don't babe me. Wivu tu ilinishika babe. Nisamehe. Mama, nisamehe. And from today, nisikize vizuri. You have to respect my mom or else. Mama, nisamehe. Doctor. Okay. Just do whatever it takes kuhakikisha mamangu anakuwa sawa. Okay. I'll do anything. I'll give you anything you want. Make sure mamangu ako sawa, anapona, tafadhali. Okay, sawa. And for you. Ukweli utaonekana. Mke anasema hii nyumba ni yangu. Heshima imepotea, hakuna tena shukrani. Maneno makali kama visu moyoni. Kijana wangu. Yes, daddy. Karibu. Asante. Karibu. Yeah.
Aisha. Daddy. Oh, Asante. Mam. Nakusahau ndani ya gari jamani. Uko vizuri mwanangu. Mama kijana amekulinda vizuri kweli kweli. Nakwambia daddy. Habari za safari? Poleni na safari. Nashukuru. Na Aisha. Yes, daddy. Inakuwaje unaleta wageni bila taarifa jameni? Hata kuniambia kuna wageni wanakuja? Don't worry daddy. Hata Aisha hakujua by the way. It was just a surprise. Surprise? Yeah. Vijana wa siku hizi nanyi mna mambo. Si hapa ni nyumbani baba. Okay, basi karibuni nyumbani. Karibuni. Thank you. Mwanangu. Baba. Naona kijana amekulinda vizuri. Kabisa. Juzi ndio Christmas mkaniletea ujumbe mzuri. Naona tena leo umenitembelea. Nashukuru sana kwa kupata mume mzuri. Si unaona daddy? Karibu kijana. Haya vitu vizuri kama hizi baba. Samahani lakini imenibidi nifanye hivi. Ufanye nini? Bwana sikuelewi. Kwa kifupi, nimemrudisha Aisha nyumbani. Umemrudisha Aisha? Kwani hiyo ndio ilikuwa surprise? Kwani unasafiri sasa akae na sisi huku nyumbani? Ndio utakuja kumchukua ama sijaelewa. Mama. Hiyo ndio surprise. Tuondoke. Hapana. Huyu kijana alisema kuna surprise. Huyu ni mke wako, tafadhali. Kijana wangu. Tafadhali. Hebu nifanye nielewe zaidi. Mama. Si wewe Aisha alikuwa anataka kuua. Aisha. Na istosha akakutishia ya kwamba ukiniambia chochote ataniua na mimi. Alikuwa anaongea kwa kutojua mwanangu. Sasa unamaanisha kijana wangu, unamaanisha huyu ni mamako? Huyu ni mamangu mzazi, na hata ile siku umekuja kwangu nyumbani, huyu Aisha mke wangu alimzuia mamangu akuje kusalimia eti kwa sababu atakuchafulia hewa. Ndio huyu hapa. Mimi nakumbuka niliona huyu mama. Na Aisha akamrudisha nyuma na pia hata akaniambia kwamba ni mtu tu aliletwa kusaidiwa. Wewe unapenda kusaidia watu. Na huyu mtoto mimi sikumlea na haya maadili. Ameyatoa wapi? Mama. Aisha. Mwanangu. Mama kudumu. Hii ni aibu yote unaniletea. Mama sitarudia tena. Mama nakupenda. Baba. Unaona hivi venye unalia, hivi ndio ungekuwa unalia wakati unamtesa mamangu. Mume wangu, nakupenda sana, usiniache. Nakuomba mume wangu. Aisha, it's over. Hapana mwanangu, hapana. Mama tafadhali tuondoke. Mimi sina muda tena na Aisha. Nakuomba tafadhali. Hiyo yote iliisha. Ilipita. Mama tuondoke. Kila neno linacha kovu moyoni, lakini bado anaomba kwa Mungu. Nyumba bila upendo si makazi, heshima ndio msingi wa familia. Tuzijenge chuki ndani ya mioyo, maana mwisho wake ni kilio.